Yo, nimeamka, niko vizuri. Sasa hebu tuongee kuhusiana na game ya Senegal na Morocco. Kwanza hongera kwa Senegal kwa kuchukua kombe kwa sababu kweli wamestahili, wamepambana sana. Like ndo timu bora kwenye michuano ya AFCON msimu huu hapa. Lakini tuongee tu ule ukweli. Mpira wa Afrika bado una safari ndefu, na safari ambayo sidhani kama tutakuja kufika. Kwa maamuzi ya kipuuzi ambayo yamekuwa yanafanywa kwenye games. Toka game ya Taifa Stars na Morocco, nilisema hapa, nikasema hawa jamaa wana timu nzuri, wanacheza vizuri kweli, lakini wanapata advantage za marefa, na ni kwa sababu labda ya wenyeji wao walikuwa ni waandaaji wa hii michuano, host mwenyeji. Sasa angalia scenario inayokuja kutokea jana, penalty ya Morocco ya jana inayosababisha Senegal kutoka nje ya uwanja. Kudos to Mane ambaye alikuwa kidogo ameonyesha ukomavu na kuamua kurudisha wachezaji uwanjani. Lakini unaona maamuzi kama yale ya kijinga kwenye a very crucial game kama hii hapa finali. And nafikiria pengine Brahim Diaz aliamua kukosa ile penalty makusudi, kwa sababu unapigaje penalty vile? Unaweza kadhani hivyo kwamba hata yeye mwenyewe pia alijisikia aibu, tumebebwa, dunia nzima inatuangalia hapa. Hata tukishinda ili kombe lenyewe kwa mchongo hivi, it doesn't make any sense bro. Morocco walikuwa wanatengenezewa njia. Yaani ni kama maamuzi mengi ya Morocco yalikuwa ya maelekezo. Marefa wanakuja wakiwa wameshapewa maelekezo kwamba vyovyote itakavyokuwa Morocco apite. Morocco apite. So mwisho siku anasema dhuluma haijawahi kutoboa. Dhuluma haijawahi kufanikisha jambo. Ndio kilichotokea jana. Timu bora imeshinda. Senegal wamekuwa na timu bora kabisa. Yaani toka mwanzo wa mashindano mpaka jana, best game wamecheza jana. Halafu mwamuzi anakuja kuleta mambo ya kipuzi kama yale, rafiki yangu. Anyway, it is what it is. I'm happy kwamba Senegal wametoboa kubeba kombe, kwa sababu binafsi mnajua nilikuwa na support Senegal. Nilianza kuwa support Nigeria wakatolewa, nikasema okay, timu yoyote itakayocheza against Morocco nitaisupport hiyo timu. Na sio kwa sababu eti siipendi Morocco, no. Ni kwa sababu ya upendeleo ambao ulikuwa unaniumiza, unanikwaza, ambao nimeona Morocco anapewa toka mwanzo haya mashindano. So jana football imeshinda, ila kiukweli Afrika na football kwa mambo kama haya tutasubiri sana bro, kwa sababu haya ni maelekezo ambayo yanaanza kutoka juu kwa viongozi wa juu wa soka. Mwamuzi hawezi tu kuamka akafanya kile ambacho amekifanya, ni maelekezo. Sasa hatuwezi kwenda kwa maelekezo. Bali na Senegal kushinda kombe, Sadio Mane kikweli ameonyesha kwamba ni mchezaji tegemezi kwenye timu yake ya taifa. Mchezaji ambaye anaweza kaiongoza timu, ni kiongozi, ni leader. Angalia kwenye scenario ya jana, baada ya ile penalty kocha akiwaambia watoke nje na nini. Sadio Mane katika kipindi kama kile, unajua kuna minyemuko ya wachezaji na nini, watu wana hasira kwamba tunaonewa, lakini this guy akaamua kusimama kwamba okay, no, rudisheni timu uwanjani tucheze. Ball litaamua uwanjani, ball litaongea. Lakini tu namna ambavyo ameiongoza Senegal kwenye michua toka mwanzo wa mashindano mpaka hivi sasa, you can see kwamba this guy man ana deserve respect kwa Senegal. Wanapaswa kumheshimu jamaa man. Bali na uwezo wake uwanjani, ni kiongozi mzuri sana. So maumivu ambayo jana ningeyapata kama Senegal na Sadio Mane wangekosa kombe ni makubwa sana kiukweli, sio muongo. Ningeumia sana. Afu he's very humble. Yaani unajua ni nyakati chache sana ambazo unaweza ukamwona Sadio Mane anagombana uwanjani. Very humble guy. I'm happy kuona kwamba kwenye game ya jana ameweza kuonyesha maturity hali ya juu sana. As a professional player, huwezi ukainsist timu itoke nje, ukaungana na of course coach anajua pia panic na nini, hasira za pale. Nimeona ameapologize, ameomba msamaha kwa kile ambacho amekifanya. Lakini Sadio Mane ameonyesha ukomavu wa hali ya juu sana, na nafikiri kwangu mimi ndio mchezaji bora wa mashindano. Hii ni Bongo 1 TV. Hakikisha umegusa neno subscribe chini ya video hii ili kupata habari zote zinazo trend. Asante.